Mziki wetu unaanzia hapa, unamwonyesha mwamba mmoja anaitwa Chinedu. Chinedu yupo anafua nguo za ndani za mke wake, lakini ghafla kaja mwanadada anaitwa Helena. Huyu ni shemeji yake. Akawa anamwambia kwamba wewe ni mwanaume wa aina gani? Manake mdogo wangu yuko kazini, afu umekaa hapa tunafua nguo za ndani. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Lakini mshikaji akamwambia kwamba ni mke wangu nampenda. Sasa hiki ambacho anakifanya kinakushangaza vipi? Kuna huyu mshikaji anaitwa James ambaye ni mume wake na Helena. Akaanza kucheka tu hapa baada ya kusikia majibu ya mshikaji. Lakini mshikaji bwana akaolewa hapa. Yeye ni maskini wa kutupwa hapa. Anaamini kabisa anachokifanya ni upendo tu kwake maisha ni ya pechalolo kabisa, wote wanajua hivyo, James pamoja na Helena. Lakini Helena hili jambo alikumpendeza kabisa, hakutaka kumuona kabisa mwanaume anafanyisha kazi na mdogo wake, lakini James akabaki tu kucheka. Mwamba akasema kwamba haya ni maamuzi yangu kwa sababu ni mke wangu, sasa nyie mnanishauri nyie kama wakina nani? Lakini Helena akamwambia kwamba hivi unajitambua kweli kwa ambacho nakifanya? Baada pale akatokea mwanadada anaitwa Arma, akaanza kuuliza kwamba unashindwa kuelewa kwa nini dada? Lakini huyu sasa ndo Arma ambaye ni mke wake na nani? Mke wake na Chinedu. Lakini yeye hakumind kabisa kwa kile ambacho anakifanya dada yake kwa kumfokea mme wake. Akamwambia kwamba mme wako yuko hapa anafua nguo za ndani, wewe upo kazini, hivyo unamchukuliaje mtoto wa watu na mnyanyasa hivyo? Lakini mdogo mtu Arma akasema kwamba huyu ni mme wangu, nafikiri mambo ya ndoa hustahili kabisa kuingilia dada yangu. Na baada pale akamwambia Helena pamoja na mme wake James kwamba huyu ni mme wangu, hampaswi kabisa kuingilia. Hamjui kwa nini nimemchagua mme wangu, tuna miaka 5 kwenye ndoa, eti leo tu mmekuja kuanza kuzungumza kwamba eti na mnyanyasa kisa tu anafua nguo za ndani. Wakati Arma anaongea hapa, mshikaji alikuwa na tabasamu tu, maneno anayozungumza ni ya kijasiri kweli kweli kwa mke wake. Baada ya pale wakaingia ndani hapo, anajadili kuhusiana na siku ya kesho, ni siku ya kuzaliwa ya baba yake mzazi na Arma. Lakini mshikaji hapa akaanza kuwaza anapeleka zawadi gani kwa mke wake. Arma akamwambia kwamba uwezo ukapeleka zawadi kama hii, watakucheka, maana kwenye shauri bwana kuna matajiri wengi watakuja. Lakini Mwamba akasema kwamba nitapeleka tu, ukawa ni fulani utani wa mke na mme hapa. Na unaambia mshikaji bwana alikuwa hana kazi kabisa, ni mwendo wa kumpikia tu mama la mama na kisha anaenda kazini, mshikaji anabaki tu humu ndani. Lakini akamwambia kwamba ataandika barua kwenda benki fulani hapo mjini na kisha atapeleka hiyo barua, ataenda kuruhusiwa kuchukua mali zozote. Lakini akamkumbusha, unakumbuka siku ambayo alikuwa anakueleza nina ukaribu sana na miliki wa benki kubwa hapa nchini? Lakini mwanadada hii siku alicheka sana, eti ambaye anaonekana kwenye TV wanafahamiana naye na huyo ni rafiki yake. Mke wake alimcheka sana hii siku. Lakini tukarudi siku yenyewe, akamwambia kwamba mume wangu, mimi nitakubali tu na nitapokea kila kitu ambacho unanipa. Mimi hata ukinipa kitu cha shilingi 1000, zawadi ni zawadi, na hii yote ni kwa sababu tu inatoka kwako, hata kama ingekuwa shilingi 100. Mwamba akasema kwamba najivunia sana kuwa na wewe. Mshikaji bwana ni kweli akaandika hicho kibarua eti kiende moja kwa moja kwenye benki kubwa tu hapo nchini. Anamwambia kwamba nenda nikike karatasi, ukifika kwenye hiyo benki mpe mkurugenzi, ukimpa tu mkurugenzi atakupa zawadi ambayo tutaipeleka moja kwa moja kwa ajili ya mzee kwenye siku yake ya kuzaliwa. Mwanadada kama kuamini hivi, anawezaje kupeleka tu hiki karatasi hata kapewe zawadi kwenye benki kubwa kiasi hicho? Anaijua ni benki kubwa sana. Mwamba asubuhi kuna kucha anaendelea mapishi kama kawaida, kumbe mke wake bwana karatasi akaisahau tu mezani, akaenda kazini bila kuichukua. Dogo akafika hapa, ambaye ni mtoto wao anaitwa Dani, akaichukua hiyo karatasi na kisha akaitia mfukoni aondoke nayo shuleni. Dogo kapiga chakula chake kama kawaida kwa ajili ya kuondoka shuleni na akabebwa na dereva ambaye anaitwa James hapa. Lakini Daniel akamwambia James kwamba naomba tupite kwenye benki ya babangu. Mwamba akashangaa, benki ya babako kivipi? Babako ana benki? Dogo akasema kwamba benki inaitwa Crown Meridian Benki, hiyo ni benki ya babangu. James akacheka kweli kweli hii siku na kisha toka mwa kumkubalia dogo ampeleke mpaka benki. Dogo alipofika kwenye hii benki na kisha akashuka waelekea moja kwa moja mpaka ndani. Walipofika kwa dada wa mapokezi hapa, dogo anamuuliza kwamba nimepewa ujumbe na babangu, anasema kwamba natakiwa mpate mkurugenzi wa hii benki. Dada akashangaa kidogo hapa, lakini James akamuuliza kwamba huyu amepewa barua na babake, amesema anataka kuileta hapa kwa mkurugenzi. Mwanadada akaichukua hiyo barua na kisha akaisoma. Baada ya kuisoma hapa akashusha pumzi hapa, lakini ghafla akaja meneja wa hiyo benki. Mwanadada akamkabidhi hiyo barua akasema kwamba ni huyu dogo amekuja hapa eti anasema kwamba anataka aonane na mkurugenzi. Baada pale akampa hiyo barua huyu meneja bwana akabaki tu kushangaa. Baada ya kuisoma tu kwa muda mfupi na kisha kama kwamba naomba mnisubiri kidogo na kuja. Wakamuuliza kwamba kuna tatizo? Hakuna tatizo, naomba tu mnisubiri kidogo na kuja. Baada pale akaenda kuokota simu akampigia mkurugenzi kumuuliza kwamba kuna barua imeletwa hapa, ni ya kijana mdogo tu. Baada kusikia taarifa kwamba huyo Chinedu ndo mwenyekiti wa hii benki akashangaa. Chinedu ndo mmiliki wa hii benki? Mwamba akashangaa kweli kweli, kumbe huyu ni mtoto wa bosi wake. Na mkurugenzi akamwambia kwamba mpeni chochote anachotaka. Baada pale akaamua kwenda moja kwa moja kuzungumza na Daniel. Hapa ameshakuwa mpole kweli kweli, meneja ashajua huyu ni bosi wake tayari. Akasema kwamba karibuni sana, lakini James akaanza kushangaa tu kwa namna ambavyo anakirimiwa huyu bwana mdogo. Maana yake amekuja kwa heshima ya hali ya juu sana huyu meneja. Baada pale meneja akachukua na kisha akaondoka nao mpaka kwenye sehemu ambayo yupo mkurugenzi ile akaonana naye. Mkurugenzi anafahamika kama Soyinka. Akampokea bwana mdogo hapo, lakini bwana mdogo akamuuliza kwamba nimetumwa na baba nije nikutane na mkurugenzi. Wewe ndo mkurugenzi? Mkurugenzi akasema ndio, mimi ndo mkurugenzi. Na kisha akasema kwamba nina ujumbe nimetumwa na baba. Baada pale akaamua kuwakaribisha kama kawaida huyu mkurugenzi tena kwa heshima sana. Huku kuna ulinzi mzito sana.
sana, yaani uweze ukaingia hivi hivi. Mwamba akaanza kushangaa tu James hapa, lakini baada pale akaingiza kwenye chumba kina mipesa balaa. Mwamba akabaki tu kushangaa, yaani huyu mtoto kumbe ni mtoto wa mtu mkubwa na mimi sijui kabisa. Daniel akaambia kwamba chukua chochote ambacho unataka ambacho amekuagiza mzee wako. Dogo akabeba begi lake limejaa kwelikweli almasi hapa na wakaondoka. Huko upande pili sherehe inaendelea kama kawaida. Baba yake na Arma, hapa ni siku yake ya kuzaliwa, watu ni wengi wamekusanyika, lakini baada ya pale kaanza kupokea zawadi kutoka kwa watoto wake. Kaanza kupokea zawadi kutoka kwa Helen ambaye ni mtoto wake huyo wa kwanza na mume wake James. Baada ya pale akapokea zawadi kutoka kwa Grace ambaye ni mtoto wake mwingine wa pili pamoja na mume wake. Bwana, zawadi zilikuwa nyingi sana kutoka kwa watoto wake. Mzee anaokota tu mipesa hapa. Hapa wako wanamshukuru tu baba mkwe kwa kila ambacho amekitimiza hivi sasa. Ni siku yake njema sana. Lakini baada ya kukusanya zawadi za kutosha akaanza kumshukuru sana Helena ambaye ni binti mkubwa kwamba kilichofanyika ni kitu kikubwa sana wanangu. Baada ya pale sasa wakatua Chinedu pamoja na mke wake Arma. Na hao wanadharurika kwelikweli kwenye ukoo wao. Kesi fulani hamhitaji hata mwanaume huyu kuja kwenye hii shughuli. Helena akamwambia kwamba nilikwambia kwamba usije naye, lakini umekuja naye tena. Hivi una shida gani Arma? Lakini akasema kwamba huyu ni mume wangu, lazima nije naye. Kwa kama dada hamtompenda, mimi nampenda mume wangu huyu. Lakini Chinedu akasema kwamba yapaswa utulie mke wangu. Tumekuja kuenjoy tu huku, si kwa ajili ya kugombana. Baada pale kafika zamu na yao kutoa zawadi, wakatoa zawadi ya waini mbili, chupa mbili tu hapa. Lakini Obi ambaye naye kaoa kwenye familia akaanza kumchamba tu mshikaji wakiwa wanaongea na James hapa. Hii inawezekana ni fake kabisa. Katoa wapi pesa ya kununua hii wine ya pesa ndefu kiasi hiki? Wamba wakaanza kumchekea tu, kwa watu wamdhalilisha kweli kweli. Watu wanacheka tu ukumbi mzima hapa. Lakini hii ni kutokana tu mshikaji wanavyomdharau hapa. Lakini hata Grace dada yake na Arma akamwambia kwamba yani inawezekana vipi namlete huko mwanaume na umekuja na mwanaume ambaye hakubariki kabisa kwenye ukoo wetu. Hata Helena akaanza kumwambia mdogo wake kwamba ulichokifanya sio sawa kabisa. Yaani unakuja na mwanaume ambaye hatumtaki hapa. Mimi ni mume wangu, kwa nini sije naye? Arma sasa kama tu kukaa upande wa mume wake, hataki kabisa mwanaume wake kunyanyaswa. Na hapa akasema kwamba baba, kama unataka kunitimua hapa, mimi nitaondoka na mume wangu, lakini sitaki kabisa mume wangu anyanyasike hapa. Baba akasema kwamba tumekuja tu kuenjoy hapa, wala sio kulumbana kabisa. Baada ya pale mshikaji akamwambia mke wake kwamba yapaswa tu tulia, hakuna hata haja ya kurumbana nao. Baadaye akakaa nao na kisha akazungumza nao. Mshikaji sasa akaanza kufanya matusi hapa, akamwambia kwamba kuna kitu nimepanga hapa kwa ajili ya kuhakikisha hii shughuli inachangamka. Nataka nilete katoni 50 za wine. Watu wakashangaa, yani katoni 50 za wine ilivyo na gharama hivyo, italeta katoni 50 ambazo zitajaa gari zima. Lakini mshikaji anasema kwamba ataleta katoni 50 za wine. Hata mke wake naye akashangaa, watu wakacheka kweli kwa sababu wanamdharau huyu mshikaji. Hajui kabisa huyu mshikaji kumbe ni tajiri mkubwa sana. James mpaka kicheko kikambana hapa. Mume wangu uko sawa kweli? Yani unasema kwamba katoni 50 hivi nimesikia vibaya au ni masikio yangu tu yasikii vizuri? Lakini akasema kwamba ndio hivyo ulivyosikia mke wangu, hicho ndicho ambacho nitafanya. Katoni 50, kwa nini utumie nguvu kuonyesha kama una hela mume wangu? Kwa nini? Akasema kwamba tulia tu mke wangu, najua utaelewa kwa nini nafanya hivi. Mwanadada akachoka kabisa. Baada pale akaitwa na baba yake naye anamfokea tu. Yani inawezekana vipi analeta katoni 50 za wine? Huyu mume wako muongo sana. Mume wako ni matapeli kama matapeli wengine tu. Siwezi kumkubalia kuwa mke wangu kwa miaka hiyo yote ambayo amekaa na wewe. Yani mpaka hata harusi ashagoma kabisa kumfungisha binti yake kwa sababu huyu kijana ambaye alimchukua maskini tu anafua nguo za ndani hapo nyumbani. Lakini yote anaamini tu ni tapeli tu, ni mtu maskini tu, na watu maskini wamejawa kiburi, wamejawa pia utapeli. Anaamini hivyo. Lakini ghafla huyu dogo bwana akafika hapa, anakimbia anamkimbilia babu yake. Alipofika hapo yuko na begi amebeba mali za kutosha humu ndani. Wazazi wakamuuliza kwamba ni wakati wa kwenda shule, lakini bado unafanya nini hapa? Alipoenda kumtakia heri ya kuzaliwa babu yake anafoka kweli kweli yani. Yaani familia yote anaiona ni familia ya kitapeli tu. Baada pale bwana mdogo ile begi alipolitoa akamwaga almasi za kutosha hapa. Mzee akaanza kushangaa tu. Lakini wakina Helena bwana wakaendelea kubeza tu. Wanaamini tu kwamba hii si almasi, ni fake tu, wala hakuna chochote kabisa. Wakadharau tu. Chinedu akaamua kumuuliza mwanae kwamba yani inawezekana vipi umeenda benki mwanangu na kisha kaenda kuchukua pesa? Akamwambia kwamba nimepelekwa na Uncle James. Baada pale akamsonta tu Uncle James naye akaanza kujitetea hapa. Akasema kwamba alikuja na kikaratasi tu, kwa hiyo nikamwambia tu nimruhusu tukaenda mpaka benki bosi. Kile hapo kuna wazee wa suti wawili wakaja hapa, wamekuja na document kwa ajili ya kusaini. Bosi wao si huko wamekuja na madocument hapa. Lakini bado wakina Helena na James hapo wanashangaa tu kinachoendelea. Yani ni maigizo tu. Umewalipa shilingi ngapi waigizaji? Hebu niambie tu shemeji yangu. Sijalipa chochote bali ni majukumu yangu na ni kampuni yangu. Mshikaji akawa anatumia nguvu kubwa sana kujieleza. Hata pia mtoto alikuwa anamkubali sana baba yake, anamtetea kwa kila jambo. Wanamdadisi hapa aseme ukweli, lakini anawaambia kwamba baba yangu ni tajiri. Baba yake mkwe akamwambia kwamba yani unadiriki, yani mpaka mjukuu wangu ushamjaza utumbo. Anaongea tu uongo, yani anapenda tu uongo kila wakati kama baba yake. Ndugu anasema kwamba baba yake sio muongo, baba yake ni tajiri kweli. Lakini Mwamba akasema kwamba hata kama msiponiamini, mimi sitaki kujiaminisha kwenu, matendo atazungumza zaidi. Mshikaji akakasirika kweli kweli, baba yake amhitaji hapa. Baada kutaka kuondoka, mke wake akamzuia kama kwamba mume wangu na
naomba tu urudi, naomba hata usitumie nguvu kabisa, na tusubiri mzigo ambao umeuagiza ili tuondoke, tuweze kuondoka sasa hivi mume wangu. Mwamba akamsikiliza mke wake, labda kuna kitu nanificha. Kwa nini? Mbona kuna mambo yanaendelea mimi sielewi kabisa mume wangu. Arima hata yeye mwenyewe haelewi kabisa kinachoendelea hapa. Anajua kabisa mume wake ni maskini tu wa kutupa aliyekutana naye huko mtaani. Mwamba akamwambia kwamba mimi ni tajiri na miliki benki. Dogo akaisikia hii akashangaa kweli kweli. Kumbe babake ni tajiri kiasi hicho, na kisha akakumbuka mambo aliyokutana nayo huko benki. Namna ambavyo wafanyakazi wa benki walivyokuwa wanamshobokea. Na kweli alipokuja huko akazungumza na baba mkwe, lakini baba mkwe hayuko sawa kabisa na mjukuu wake. Lakini bwana mdogo alijitahidi sana kumsafisha baba yake na kumwambia babu yake kwamba baba yake si muongo, baba yake ni mkweli, baba yake ni tajiri, ana mali. Babu hii haimuingii akilini kabisa. Na kisha mshikaji tu akaamua kusema ukweli mbele ya wazee hawa. Akasema mke wangu nilikuficha kwa muda mrefu. Niseme tu kweli, mimi ni tajiri. Na mimi ndo mmiliki wa benki ya Crown. Na kisha Arima akamwambia tu baba yake, mimi naondoka hapa. Siwezi kubaki hapa, umenzalilisha vya kutosha. Unaondoka kwa ajili ya mwanaume ambaye alikudanganya kwamba ni maskini na aliishi kupitia mgongo wako na ukijua kabisa ni maskini. Hapana, huyu ni mume wangu, nitamfuata tu baba. Lakini akasema kwamba yani unaniacha mimi baba yako eti unaenda tu kwa mwanaume mtubaki hapa. Lakini akasema kwamba mimi baba naondoka. Naondoka, sikutaki tena kwenye hii familia yetu. Arima hapa ashaamua kabisa kuambatana na mume wake. Hataki kabisa kwa kila ambacho kinaendelea. Akamwambia mume wangu, mimi niko tayari kuishi naye katika kila shida. Hata kama amekukataa, mimi niko tayari kuwa na wewe mume wangu. Lakini Mwamba akasema kwamba najivunia sana kuwa na wewe. Na kwa nini umewakataa wazazi umenifuata mimi? Mimi niko tayari kwa chochote. Lakini ghafla wakati wanazungumza hapa, ule mzigo wa wine one ukafika. Watu wakaanza kushangaa. Ni kweli umefika? Hapa kafika mfanyabiashara mkubwa sana anaitwa Samuel Obo, na kisha akamletea dokumenti zote ambazo zinahusiana na bili kubwa ambayo imeletwa hapa. Lakini Arima akamuuliza kwamba mbona anashangaa, kuna nini? Akasema kwamba nilikwambia nitakusurprise. Na kisha hapa kwa misingi ikaanza kushuka hapa. Watu wakaleta wine, makreti yamejaa kwenye gari nzima hapa. James pamoja na Obi wakaanza kushangaa tu kwamba hii ni original kweli au ni fake? Wakaithibitisha kwamba ni original, wakashangaa kweli kweli, mshikaji ameweza vipi? Lakini huko mzee naye haamini kabisa. Mzigo ukaingizwa ndani hapo umejaa kweli kweli, yani full tanki. Ni wine za bei kubwa sana. Lakini Mwamba kaleta roli zima. Mshikaji Obi bwana akaanza tena kujipendekeza kwake. Akasema kwamba umewezaje brother? Hapana, nilikuwa nakwambia sitani kwa hiki ambacho nakifanya hapa. Grace naye akaanza kumwomba msamaha huyu mshikaji. Wote wakuamini kabisa kama huyu mshikaji ni tajiri. Sasa alichokifanya hapa yani ni kufuru kweli kweli. Obi akaanza kuleta urafiki hapa, lakini Arima akamwambia kwamba yamekuwa hayo tena, umeanza kuwa karibu na mume wangu. Hii inakuaje? Grace pamoja na mume wake akaanza kusema kwamba hii ni fursa ya kuwa karibu na wafanyabiashara wakubwa kama mshikaji wa kuitwa Chinedo. Lakini Chinedo akaanza kuwashangaa tu. Sifa zikamiminika kibao kwa watu ambao walikuwa wamehudhuria hapa. Na unaambia wote walikuwa wakiungana na kina James kuwacheka. Lakini baada ya kugundua kwamba mshikaji ni tajiri, wakaanza kujisogeza kwake. Hawa dada zake wawili Helen pamoja na Grace wakaanza kumuuliza mdogo wao kwamba yani inawezekana vipi? Ukujua kabisa kama mmeo ni tajiri? Akasema sikujua kabisa. Ukujua kivipi yani? Yaani mdogo tuliishi na mwanaume ambaye hujui kabisa kama ni tajiri. Mimi ningewaambia kama ningekuwa najua, lakini mshikaji akamwambia kwamba mke wangu, sasa naomba tuanze maisha upya. Na wewe utakuwa malikia kwenye kampuni yangu. Mwanadada akashusha pumzi hapa, akaenjoy kweli kweli kusikia maneno matamu kutoka kwa mume wake. Mwamba Obi hapa akaendelea kujipendekeza ili apate chochote kile kutoka kwa mshikaji huyu, hata ubalozi tu kwenye kampuni yake. Lakini Mwamba akasema kwamba siwezi kufanya chochote kabisa. Hata kama ni ndugu zangu siwezi kufanya chochote sasa hivi. Naomba mniache kidogo hapa. Hata mume wake na Grace naye akasogea hapa kujipendekeza, lakini Mwamba akasema kwamba hapana, sitaki chochote kufanya sasa hivi. Naomba mniache kidogo, siko sawa. Mzigo wetu bwana kama umeishia hapo bwana. Lakini kama umejifunza chochote hapa, unaweza ukadropisha comment yako hapa. Itakuwa ni jambo jema sana kuendelea kushiriki na sisi kwenye hii familia. Lakini nakusii tuendelee kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wa N50 Recap. Mimi ni nani? Mimi ni Shai TZ. Let's go.